Nilikuwa nimesimama tu baba, nilikuwa bado sijakaa. Hilo uliniambia nisimame. Kweli? Ndio. Nitakusema nini wewe? Subiri washe. Tayari. 23 nizao mtoto. Ndio. Wa kike. Ndio. Mzuri sana. Tena alikuwa mzuri mweupe. Sikiliza. Ulishawahi kunieleza hiki kitu? Hapana baba. Ulizaa mtoto wa kike. Hapa TV zimeshawaka. Naona kila kitu. Alafu kwako kuna nyumba mbili tu. Ndio. 2023 bana. Ulizaa mtoto wa kike. Ndio. Tena alikuwa mzuri sana. Mzuri sana. Ukazaa huyo mtoto hakuna shida. Ndio. Ukaagwa hapo hospitali hakuna shida. Ndio. Ukambeba mtoto kwenda nyumbani hakuna shida. Ndio. Unafika nyumbani umshushe mtoto, unafungua nguo na kukuta mtoto amekufa. Kabisa baba. Acha kulia. Ili kanisa ndo lilivyo, huwa linafungua mpaka chini sana. Hata kama wewe walikulogaje. Bwana asifiwe. Upendo wa Yesu wanishangaza, hakuna mwingine wa kufanana naye. Mimi siwaelewi. Sasa sikiliza, ninaona siku moja ulikuwa umelala. Tena mume wako amekuwekea mguu. Ghafla, yani ghafla. Ile pozi, yani ghafla. Ndio baba. Unakumbuka? Nakumbuka. Ilikuwa lini? Kwa kweli sielewi, nimesahau. Ilikuwaje? Yaani hiyo siku nilikuwa nimealikwa sehemu fulani kwenda kupika. Kupikia wafanyakazi walikuwa wanapanda mpunga kwenye rubani. Wale wapishi wakati unapika, kuna mtu alikuona unajua sana kuunda. Wewe mtaalamu sana kupika. Sio kila tukio unapoalikwa. Si unasikia hii ni aliko hii. Usipende sana. Kumbukeni. Wengine wanaenda kubaki wametoka kama kisanyama. Hizi harusi hizi zina mambo hizi. Sasa huyu mama alionwa anajua kupika. Wampeleke kwenda kupika Kumabanga, aenda kapike kwenye mamikutano. Sasa una neema ya Mungu kubwa sana toka zamani. Unasikia? Piga kelele sana. Ndio baba. Ila kuna mtu ulimuona kwa mfano. Ndio kabisa. Kwenye ndoto. Huyo ndo unamgonga leo. Amen. Lakini kila ujanja wa mgonjwa huo uko mikononi mwa Mungu zake.
Bwana asifiwe. Uamini. Amina baba, naamini. Mungu anategemea kwamba utakutana kanisa linachimba namna hiyo. Hapana baba. Nimetembea sana kwa waganga. Lakini sijapata kufanikiwa. Kuna mwanangu sasa ameolewa na Saluma, ndo akaniambia kuna kanisa linaitwa Makimbilio la mchungaji ndo nikaja akanileta kabisa mwenyewe. Kwa hiyo waganga walikuwa wanakuambiaje? Walikuwa wanakuambiaje? Waganga wenyewe walikuwa wanalipa tu dawa ya kuoga, ya kujisugua mwili, lakini sijapata. Hawajakuosha, hawajakusugua mwili wao. Wameshanisugua. Yaani swali mengi analojiuliza hapa kwamba mara kwenye kusuguliana hapa huyu mama alitoka salama. Alikuwena nikamimana akoroma masofi Mungu ijaba maswali waganga ni wacheze sana. Bwana asifiwe jamani. Tunavaa yani kanavaa na ushanga yananing'inia kwenye macho ili usikaone vizuri kanavyokudanganya. Kengine kapo hapo karibu na nyumbani kanapiga ngoma, kanapiga wajinga Johnny, Johnny, Bachiro, Zoki, Bachiro. Waganga wasingeweza kupambana na hii nguvu. Wewe mama ulikuwa unalomwa na wataalamu. Tukio la mtoto wako ulibadilishiwa toka hospitali. Unaiona kabisa na hospitali na Iponya. Ndio. Iko hospitali gani? Iponya hapo hapo. Walikuta. Mimi wasipendi kwamba mtu yuko hospitali aanze kutembea na watu wengine wapangani. Tuingine kanapouliza hivyo kanataka kajue kalichokufanyia kimefanikiwa. Unaona? Hilo swali ni baya sana. Yaani kama wewe ni mtaalamu, mtu anapokuuliza hilo swali mwambie nimepona kabisa. Amina. Nimepona kabisa. Bwana asifiwe jamani. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kuanzia leo siku ya Jumanne. Leo Jumanne. Sawa? Leo Jumanne. Mimi nitakuwa na mkesha wa maombi yako leo usiku. Na kesho Jumatano. Alhamisi unafunga masaa 24. Wewe unafunga masaa 24. Kitakachotokea usiache kunisalimia kwa wabaya wako. Kitakachotokea usiache kunisalimia. Lakini kuanzia leo umepona kabisa. Bwana asifiwe jamani. Alafu na hapa tunapoongea wale wachawi wanaomsumbua wameshafahamu. Angalia sasa mitandao ya wachawi jinsi ilivyo. Yaani mpaka dakika hii wale wachawi wameshagundua kwamba limelipuka, limelanuka. Lakini tunawatangizia moto, mashariki moto, magharibi moto, kusini moto, kaskazini moto, angani moto, kwenye ardhi moto, wapi moto, nyumbani kwao moto, kwenye nyumba moto.